Welcome to Relax Hair Tanzania. Hapo nipo na mteja wangu ambaye ana transition kutoka natural hair kwenda texturized relaxed hair. Kwa hiyo amekuja kwa ajili ya huduma ya kutexlax nywele zake. Alitaka nywele zake tu ziwe soft. Kwa hiyo ametoka all the way from Dar es Salaam. Yes, kafunga safari from Dar es Salaam to Kibaha. Kongowe Kibaha, ambapo saluni yetu pendwa ya Relaxed Hair Beauty Salon inayojulikana kama Relax Hair Tanzania kwa ajili ya kupata huduma hiyo nzuri. Yes, nilimfanyia basing already kwenye mzunguko wa nywele, kwenye masikio, nikamwekea na neck tissue. Kwa hiyo nishamfanyia basing. Kwa hiyo cha kwanza kabisa unaanza kuzigawa mafungu manne and then unaanza kupaka hiyo texturizing relaxer. Okay? Kutexlax nako ni relaxer jamani. Lazima ujue ni relaxer, ila inakuwa haina nguvu sana ya kustraighten. Kazi yake ni kwa ajili ya kusoften wale wasiotaka nywele zao zinyoke kabisa. Kwa hiyo unaipaka randomly jamani, randomly, haihitaji uwe na smart wa kupitiliza, just randomly. Kama unavyoona mimi navyopaka. Napaka, napasua huku na huku, napaka. Napasua huku na huku, napaka. Lakini sigusi ngozi. Inabidi uwe na mkono wa chapu chapu, yani uwe faster. When you are doing relaxer service, your hands have to be fast. Lazima uwe na speed. Kama wewe bado haujawa na speed ya kufanya kazi hii, inabidi ujifunze sasa kurusha mipira. Anza kucheza netball au basketball au cheza rede. Yani jifunze kudaka mipira ili kukimbia, kufanya mazoezi ili uwe na speed. Okay, kazi hii inahitaji uwe na speed. Kwa hiyo nikapaka mafungu ya mawili ya nyuma, then nikaenda la tatu na la nne. Kama unavyoona unapaka hivi just randomly. Kumbuka we are just softening. Hatuhitaji tuwe na usmart wa kupitiliza yani ile. Okay? Randomly, bila kusahau ncha, kwa sababu ncha ni ngumu, sehemu za juu za nywele ni ngumu kuliko huko kwa chini. Okay? Ni nywele zilizozeeka kuliko nywele zote. Kwa hiyo ukishamaliza kupaka kote sasa, unaanza sasa kupaka sasa kule kwenye ngozi chapu. Ili kwa maana yake unagusa kule chini chapu, unapaka chapu. Okay? And then ukiwa unafanya hii huduma utaki kuzidisha dakika 15. Ukizidisha dakika 15 maana yake unaiacha hiyo nywele i-straighten. Kwa sababu hata kama unapaka texturizing relaxer, hata kama unapaka texlaxing relaxer, okay? Ukikaa muda mrefu nywele inanyooka. That is, you have to keep it in your mind. Lazima nywele itafanyaje? Itanyooka. Okay? Texturizing relaxers kwa jina lingine ni blowout relaxer. Okay? Kwa ni just majina tofauti lakini anamaanisha kitu hiki kimoja. Kwa hiyo blowout relaxer ndo hiyo texturizing relaxer au naita texturizers ndo hizo. Alright? Kwa zote ni relaxer. Alright? Kwa hiyo unapaka hivyo and then unakisha sasa hivi ndo tunaanza kupaka kwenye ngozi. Kwa hiyo unafanya hivyo kwa mafungu yote manne kuhakikisha kwamba unafanya haraka and then nywele zote hizo zimepata relaxer vizuri. Kote vizuri bila kusahau ncha. Kwa sababu ncha ndo ngumu. Sawa Yep. Kama unavyoona, it's an easy step but still unahitaji kuwa una profession ya kufanya hii kitu. Lazima uwe na ujuzi, lazima uwe na elimu juu ya relaxers. Yani relaxers ina vitu vingi ambavyo unatakiwa uvifahamu, na pia unahitaji uwe na ujuzi wa kutosha kumhudumia mteja. Hairline tunapaka mwishoni. Alright? Kwa hiyo tukishamaliza kote kwenye hao mafungu yote manne, then ndo tunaanza kupaka kwenye hairline kama unavyoona. Unaona Unapaka kwenye hairline. Unaona? Hairline ndo kwenye huo mzunguko, kuanzia huko mbele kwenye vimalaika kuja huko nyuma. Okay? Kwenye cap na neck kote unazunguka vizuri. And then nikishamaliza sasa ndo tuna ile kitu tunaita smoothing. Una smooth, hatuchani na kitana. Alright? Ukichana na kitana utasababisha ngozi kuinuka, utasababisha cracks, and then ile relaxer ikigusa sehemu yenye crack anaanza kusikia kuungua. Alright? Kwa hiyo tutaki kufanya hivyo. Na pia ukichana unaweza ukakata nywele, ukavuta nywele ukakata nywele. Kwa hiyo inachotakiwa hapo unaanza kufanya smoothing kwa kutumia vidole tu. Hata vidole tu kama unavyoona mimi ninavyofanya hapo. Kwa vidole tu unaweza kutumia au kutumia the back of your comb, yani kile kitana cha ncha kwa nyuma yake ukafanya hivi na hivi kwenye upande wa smoothing. Ila mimi kuwa napenda kufanya huduma ya faster bila kumpotezea mteja muda, napenda kutumia vidole vyangu ili nifanye haraka. Make sure unavaa protective gloves. Unaona mimi nimevaa gloves na ni plastic. Ukitumia latex gloves zina tabia ya kutanuka na zinachanika. Kwa hiyo plastic gloves ndo zinazofaa kwa ajili ya kupakia relaxer. Yep. Kama unavyoona nilikuwa tayari nishamaliza. Nasubiria hii process ndani ya hizo dakika chache ambazo zilikuwa zimebaki. Then nikaamua kumpangusa
Okay, nimempangusa kama kuna ambayo ilikuwa imeexceed huko sehemu ambazo hazitakiwi kuwepo, unamfuta vizuri kwenye masikio, kwenye nini, kwenye shingo. And then nilikuwa nimemwekea neck tissue mwanzoni, neck tissue sasa hivi naitoa na mfuta vizuri. Umeona? Unafanyia mtu huduma kwa usafi, vizuri kabisa mpaka atasema yes, kweli nilihudumiwa vizuri. Yep. Kama unavyoona, baada ya kumaliza kumhudumia, kumpaka hivyo ika-process, then inafuata kwenda kumfanyaje? Kumuosha. Naenda kumuosha kwa kutumia neutralizing shampoo. Baada ya kumuosha kwa kutumia neutralizing shampoo ka condition. Baada ya condition ndio huyu amerudi. Unaona nywele zinavyoonekana hazijanyooka, inakuwa tu imelainika. Hata muonekano wake uko tofauti. Ndio ile tunavyosema dawa imedunda kwenye nywele. That is it. Kama unavyoona, inatakiwa iwe hivyo. Haitakiwi inyooke sana, alright? Kwa hiyo this client alikuwa anataka tu kuzichana, nika opt kwa kutumia hand dryer kuzikausha. Okay, let us normalize using a blow dryer, a hand dryer siku ya kurelax. Watu wanafikiria kutumia blow dryer, hand dryer siku ya kurelax ni kosa. No, sio kosa. What matters is the heat setting. Okay? Umeweka joto la namna gani kwenye kumkaushia mteja wako? Lazima uweke medium heat. That's all, wala nywele ikatike. Kwa hiyo nikampaka leave-in conditioner, nikampaka all moisturizer na nikampaka heat protectant. Okay? Muhimu kutumia heat protection kwa sababu tunaenda kutumia hand dryer ambayo ni direct heat, but heat ambayo tunaenda kuset pale ni medium heat, ambapo ni uhakika kwamba haiwezi kudamage nywele zako. Kwa hiyo nikaona nimpe treat mteja wangu, nimpe pipi aanze kumung'unya wakati kuna mhudumia. Yes, kama kawaida endeleeni kufuatilia hii video mpaka mwisho. Right. Kwa hiyo tunaenda kutumia hand dryer. Cha kwanza kabisa hapo, kabla ya kutumia hand dryer unazicomb. Kumbuka mimi mwanzo mwisho natumia kitana chenye meno mapana. Kama unavyoona ni kitana chenye meno mapana and then kiko strong. Okay? Ukitaka kufanya kazi nzuri ya saloni, hakikisha vitu vyako kama ni accessories zako vitana nini viwe strong, alright? Ili ukitumia uweze kiweze kudumu muda mrefu. And then hand dryer yangu kama unaiona inaitwa hiyo Wahl Q-Tech 2000. Hiyo ni hiyo hand dryer ambayo nimeitumia kwa ajili ya kumblow dryer huyo mteja. Na nimehakikisha kwamba natumia hand dryer ambayo naweza kuweka kitana attachment kwa mbele cha kitana ili iweze kunirahisishia mimi kufanya kazi ya kukausha. Kwa kweli hii yenye kitana kwa mbele itakurahisishia kwanza muda, okay? Na pia hautachoka kwa ni upande wa kukausha nywele. Kama unavyoona mimi imefanya kuwa na urahisi kwangu. Na wala na mteja naye anakuwa hachoki, aoni kama anasogezwa au anachana vibaya, inapelekwa huku na huku, umeona Yes. Kwa hiyo this is how you are supposed to be doing. This ya kudry nywele za mteja kama unatumia hand dryer, okay? Tumia chenye kitana kwa mbele, but kitana kisiwe kina meno yellow banana. Kitana cha hicho cha mbele cha kwenye hand dryer kinabidi kiwe kina meno mapana ili kisikate nywele. Kwa hiyo always kwenye upande wa relaxed hair, okay? Kitana siku zote tumia wide tooth comb pale nywele zinavyokuwa mbichi. Na hata upande wa kukausha natumia wide tooth comb kwa sababu nywele pale zinakuwa mbichi ndo zinaenda kukauka. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatumia wide tooth comb na pia kitana kiwe kina uwezo wa kuhimili moto. Kiwe na quality nzuri. Kama unavyoona namfanyia blow drying pande zote kote vizuri na kuhakikisha kwamba nywele hizo zimekauka kote. Nunua hand dryer ambayo iko very strong na pia iko durable, na pia ni quality. Professional, meant for salon. Okay, nyingine zimetengenezwa tu za ovyo ovyo, ina body ambayo sio strong, haina heat settings za kutosha, haina speed settings za kutosha. Kwa lazima ununue hand dryer yenye uwezo mkubwa, mzuri na pia yani iweze kudumu. Yani iwe ina quality nzuri kuanzia mota yake na kila kitu chake. Alright? Yep, kwa hiyo nilimblow dry nikahakikisha nywele zake zimekuwa dried vizuri kabla sijaamua kumfanyia oiling. Oiling yani ni kitendo cha pale cha kumpaka mafuta kwenye ngozi na kwenye nywele. Kwa hiyo mnaona mimi na dry Yes, blow drying nako ina technique, okay? Baada ya kukauka nikazichana vizuri and then ndo nikaanza kufanya oiling. Nikamwambia mteja unataka mafuta gani? Mafuta ambayo anataka ni yapi? Na kampaka. Yep.
Kwa wale wanaoitaka hii hand dryer inauzwa shilingi 120,000. Inakuja bila comb attachment. Comb attachment unainunua kwenye maduka yanayouza vifaa vya saluni, unaipata, unaipachika pale kwa mbele. Kwa hiyo unapokwenda kununua comb attachment, ibebe dryer lako ili uende kufitisha uone kama ina fit vizuri. Kwa hiyo nikampaka mteja wangu mafuta kwenye ngozi na kwenye nywele vizuri jamani. Yap, ndio hivyo inavyotakiwa. Jamani, kuna watu wanasema mimi naongea sana. Bila kuongea jamani mtaelewa. Lazima niongee. Ukiona kama inachukua muda sana video kuisha, basi unaiforward pale inaenda chap chap, okay? Alright. Kwa hiyo nikapaka mafuta vizuri kwenye ngozi na kwenye nywele kuhakikisha kwamba nywele na ngozi ina mafuta vizuri. Kwa sababu kwenye kuosha pale sometimes ngozi inakuwa kavu na pia nywele zinakuwa kavu. Kwa hiyo tunafanya vile ili kuzuia any kind of dryness ambayo inaweza kutokea kwenye ngozi na kwenye nywele. Yep. Kama unavyoona, ukiwa unafanya texlaxing, nywele inatakiwa iwe hivyo, ibaki na ujazo. Kwa sababu ukinyoosha sana inakuwa haina ujazo. Nywele ikilambika na dawa inakuwa haina ujazo. Usipoilambisha inakuwa na ujazo. Na huyu dada alisisitiza kabisa, dada, mimi nataka ujazo uendelee kubaki kwenye nywele zangu. Nikamwambia hata usijali, nishaelewa unachokitaka, nitafanya vile unavyotaka. Yes, kama unavyoona tukammalizia kwa kumfanyia sheen spray, tulimbana nyuma na unaona nywele zake zilivyokuwa, alipendeza sana. Asanteni, karibuni sana Relax Hair Tanzania, naitwa Lilian Macha.